Hujambo na karibu ndugu mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Hodim TV. Tunasema Arts with Ethics. Uko nami Haruni Mwambepo, kaa nami mpaka mwisho wa hii update. Ni kwamba wote tunajua wazi kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikamatwa na serikali ya Marekani, alikamatwa na rais wa Marekani Donald Trump na amefikishwa Marekani ambako amefunguliwa kesi ambazo zinamkabili, ambapo wanasema kwamba Nicolas Maduro anajihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Basi anafuga magenge ya madawa ya kulevya na kuingiza hizo dawa nchini Marekani, ambapo Nicolas Maduro amekaa na hizo tuhuma, na hii issue ya Nicolas Maduro imezua taharuki duniani kote. Basi maraisi wa nchi ambazo zina ulinzi hafifu basi wanahisi hawako salama tena baada ya kutokea hili swala. Wameshindwa kuelewa kabisa kwamba imekuweje rais wa nchi anakamatwa kama kifaranga cha kuku. Yani kama mwewe akienda kuzoa kifaranga cha kuku chap chap. Yani walitua pale na kumdaka nchini Venezuela na kumpeleka nchini Marekani, ambapo hilo tukio ni tukio adimu na limetushangaza kwa kweli. Mchambuzi wa mambo ya kisiasa na mambo tofauti tofauti na historia tofauti tofauti za dunia, Mpoki Buya Kamina Mwandagasi alishawahi kusema kwamba ni hatari zaidi kuwa adui wa Marekani, lakini ni hatari sana kuwa rafiki wa Marekani. Yani ni hatari zaidi kuwa kukubaliana na mkataba au kuingia mkataba na Marekani mkakubaliana kama Marekani anavyotaka, lakini pia ni hatari zaidi au ni hatari sana kuwa adui wa Marekani. Kwa Trump alichokifanya kwa Nicolas Maduro ni kwamba amefanya Marekani iogopeke. Yani anatekeleza ile kauli mbiu ya MAGA ambayo ni Make America Great Again. Yani kwamba Amerika iogopeke kama ilivyokuwa inaogopeka zamani. Aliona kwamba Amerika imedharaulika, na ni kweli heshima ya Marekani ilishuka ulimwenguni kote kwa sababu waliacha kuiogopa, lakini sasa hivi Marekani anataka kuirudisha heshima yake. Ndio maana anakuambia Make America Great Again. Amerika kwa ukubwa tena, Amerika iogopeke. Lakini washirika wa Venezuela wameishia kulaumu, hawajachukua hatua za kijeshi zozote. Wamelaumu tukio alilolifanya Donald Trump. Urusi imelaani, Irani imelaani, lakini pia China pia imelaani ile tukio, wakisema kwamba ni shambulio la kijeshi ambalo limevunja sheria za kimataifa. Na kwa sasa Maduro ameanza kusomewa mashtaka nchini Marekani na amekana hizo tuhuma, na kesi inaendelea na Maduro yuko chini ya ulinzi. Lakini nchini Venezuela makamu wa rais wa Maduro ndo ameshikilia kijiti cha urais na nchi inasonga mbele, huku Donald Trump akijigamba kwamba Venezuela ipo chini yake, na yani Venezuela ipo chini ya nchi ya Marekani, na yeyote anayetaka kufanya biashara ya mafuta inabidi awasiliane na Marekani, au Marekani ndio ataruhusu kwamba yupi afanye biashara na Venezuela na yupi asifanye biashara na Venezuela. Na amealika makampuni ya Marekani ya mafuta yaende akawekeze pale ili kuendeleza shughuli za uvunaji wa mafuta ya Venezuela, akisema kwamba anavuna mafuta kwa faida ya wa Venezuela, lakini pia Marekani yenyewe pia itatengeneza hela kutokana na kwamba atakuwa ameshika hayo madini. Je, kweli Venezuela itanufaika na hayo mafuta? Kwa nini wafosi? Kama itakuwa ni biashara halali, kwa nini wafosi? Tupo kama hatupo, lakini tulikuwepo. Huko tutokako ni amani, amani kama mbinguni. Amani hiyo haipo hapa duniani, bali iko mbinguni pekee.
ukuu wa Afrika udumu ndani yetu katika Mungu, na tunasema dunia haitoki kutushangaza. Muda wote tunasikia mambo mapya kutoka pembe zote za dunia. Kaa nami, subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele, support channel ya Hodim TV, share content, kila kitu, ili tuweze kuwa pamoja na tuendelee kuhabarishana, kukutana hapa Hodim TV. Kama unavyojua hii TV ni changa, bado haijafikisha hata vigezo vile vya kulipwa, hivyo tunaomba support ya kusubscribe, kushare content, comment, nini, kila kitu, ili mambo yaendelee kuwa pamba.